Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii inasisitiza muhimu wa nia njema wakati wa kukopa. Yaani umuhimu wa nia njema wakati wa kukopa. Mtu awe na nia njema ni muhimu sana katika ukopaji. Mtu unataka kukopa usaidiwe na mwenzako, basi ufatanishe kukopa kwako na nia yako njema. Sio utafute nia, yani uwe na nia mbaya, nia ambayo kukimbia deni lile. Hii haifai katika Uislamu. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine iliyopokewa na Qatada radhiyallahu anhu, hadithi hii utaikuta katika rawahu al-Muslim, katika Muslim, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yudhillahu Allahu fi dhillihi, yoyote ambaye atataka au atapenda Mwenyezi Mungu amjalie, ampe kivuli au apewe kivuli na Allah subhanahu wa ta'ala katika kivuli chake, falyanzur mu'sirin au liyasna au liyadha lahu, basi amsubiri, awe na subira kwa yule aliyemkopesha au amsamehe. Mawili, awe na subra ya kumsubiri yule aliyomkopesha au amsamehe lile deni lake. Hivi kumsamehe ni jambo kubwa, isipokuwa kwa wale rahima rabbi, isipokuwa wale Allah subhanahu wa ta'ala aliwarehemu. Hawa ni wengine, lakini basi uwe na hii hapa ya daraja ya kwanza, kwamba umsubiri mwenzako. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi nyingine anasema, atakemsubiri yule ambaye alomkopesha, basi atakuwa ujira wake kila siku ni sadaka kwa kile alichomkopesha. Na mali ni mali yake, mali ile itabakia vile vile, kwamba bado atakuwa anamdai, lakini yeye tu anaendelea kumsubiri mwenzake. Ndugu zangu, katika hili ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutaka tuwe tunasubira kwa wale ambao tuliwakopesha, tuliwapa mali zetu, tukawapa kwa nia njema na wao wakazichukua kwa nia njema, basi tuweze tuwasubiri watu wale. Ukaona mwenzako labda hawezi kukulipa deni lako, basi ni kheri basi kumsamehe mwenzako. Basi utakapomsamehe, basi umefanya jambo zuri kubwa, na umefanya jambo kubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na madhambi ambayo uliwafanya ukamtendea Allah subhanahu wa ta'ala, yeye akakusamehe kutokana na kumsamehe kwako ndugu yako. Hii inaenda katika kusubiriana, na inaenda katika kuwapa muda wale ambao tulioahidiana kurejeshiana mikopo yetu, basi ukawapa muda kutokana na uwezo wao, hawa kifedha bado haujakidhi kulilipa lile deni, basi tukawapa muda, tukawasubiria. Basi hii ni katika jambo zuri, na ni katika jambo ambalo linapendeza katika Uislamu, na ni jambo ambalo linakupatia wewe ambaye unamdai yule mdaiwa upata faida mara nyingi sana, na kupata faida mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kupata faida duniani ambapo atakapokurejeshea deni lako yule mtu. Ndugu zangu Waislamu, tushazungumza sana, na hii mada ina mambo mengi sana. Kabla ya kumaliza, nizungumze kisa kimoja tu ambacho kinaendana na maudhui hii ya kuwa na nia njema juu ya kumkopesha mwenzako, juu ya kukopa kwa mwenzako, na kuwa na nia njema na mwenzako yule ambaye alikukopa ukaweza kumsubiria. Kuna kisa ambacho kilitokea kwa Bani Israeli. Kisa hichi kilikuwa kinazungumzia watu wawili walikopeshana. Bwana mmoja alimfuata mwenzake kumwambia ya kuwa nataka mkopo, unikopeshe kiasi cha fedha, mathalan dirham 1000, au kwa huko kwetu sisi nyumbani useme kama kiwango cha 100,000 au 200,000 mathalan, kama inaendana kiwango cha hii dirham au vipi, tuchukue mfano wa hiyo. Mtu huyu akaenda akamwambia, naomba unikopeshe dirham 1000. Yule bwana alikuwa anaishi kijiji cha mbali, ambapo ni kijiji kile lazima uvuke kutokana na ni bahari ambacho kimetenganisha, yani ni mathalan ni kisiwa ambapo anaishi yule mtu. Kwa maana siku ya pili yake itampasa yule mtu achukue jahazi au kipando chochote katika vinapopandwa katika bahari, arudi kuja kulipa deni lake.
Bwana yule akamwambia, bana, naomba nikopeshe dirhamu 1000. Bana akamuuliza, sasa wewe shahidi wako na kukopesha, mimi na wewe tu hapa, shahidi wako ni nani juu ya huu mkopo? Akamwambia, shahidi wangu mimi Allah, kafa billahi shahida, Allah anatosha kuwa shahidi juu ya hili. Basi yule bwana alikuwa kidogo mwenyewe naye ana dini, akasema isiwe kubwa, basi mimi nitakukopesha. Akampa yule bwana dirham 1000, akamwambia, mimi mauidi yetu mimi na wewe siku ya kukutana kuja kulipa deni ni kesho, nisubiri sehemu ya kivuko, mimi nitakuja hapo nitakupa deni lako tumalizane mimi na wewe bwana. Akaondoka na pesa zake na deni lile. Siku ya pili yake ambapo yule bwana alisubiri pale katika ile kivuko ili amsubiri yule anemdai. Yule anemdai huku anasubiri na yeye usafiri avuke aje amlipe huyu bwana pesa zake. Lakini cha kustaajabisha, na siku ile kulikuwa hakuna usafiri ambao utamchukua yule bwana ili akalilipe lile deni la watu. Akasubiri, hakupata kipando chochote au hakupata usafiri wowote utakomchukua kwenda kulipa lile deni. Akafikiri akasema, bila shaka mimi nilimweka Allah subhanahu wa ta'ala kwa shahidi, basi kwa kumweka Allah kwa shahidi basi akachukua yani ni kama kigogo, akachukua kigogo kile akakipasua ndani, akaeka dirham 1000, baadaye akazifunga akaziambatanisha na kile kigogo. Baadaye akasema, na kuachia wewe Allah subhanahu wa ta'ala unifikishie hii amana, kama nilivyokufanya wewe kwa shahidi Allah, basi na mimi nakuachia amana hii uifikishe kwa mwenyewe. Yule bwana upande wa pili kivukoni anasubiri yule mtu aje ampe deni lake, aje ampe pesa zake au aje arejeshe ile deni lake alomdai. Akasubiri kwa muda, mwisho muda akaona unaenda, akaona isiwe haja mimi kusubiri hapa, huenda pengine mwenzangu huyu bwana kapata tatizo lolote, mimi bora niende zangu. Kabla ya kutaka kuondoka, kwa mbali akaona lile gogo linakuja. Akasema, basi nisirudi mikono mitupu, nichukue japo hili gogo hili nilifanye kuwa ni kuni kwa watu wangu, nipate angalau kwenda kupikia hili. Akaondoka nalo lile gogo, kufika kwake akalichanga. Wakati analichanga lile gogo, akakuta zipo kitita cha dirham 1000. Ndani yake kuna barua inamwambia kwamba naomba msamaha sana kwa sababu sikupata mimi usafiri wa kuja kulilipa hili deni, kwa maana barua hii itakapokufika na mzigo huu utakapokufika, basi ujue inatoka kwangu. Akafurahi yule bwana. Siku ya tatu yake yule bwana akapata usafiri, akavuka kuja moja kwa moja kwa yule ambaye alikuwa anamdai. Akamwambia, bwana, nisamehe sana, jana nilitaka kuja lakini usafiri sikuupata bwana, naomba unisamehe kwa hili kwa sababu nilikuwekea ahadi na sikuweza kuja. Yule bwana akamwangalia akamwambia, je, jana ulinitumia kitu chochote? Bwana akastaajabu akamwambia, vipi bwana, mimi nakwambia sikupata usafiri wa kuja kukulipia, wewe unakuja kuniambia maneno haya? Akamuuliza tena, jamani, hujaniletea chochote wewe, hujanitumia? Akamwambia, bwana, mimi sijakuletea chochote. Akamwambia, akasahau yule bwana kuhusu ile jambo la ule kigogo alichokirusha kwenye maji, akasahau kila kitu. Yule bwana akamwambia, bwana, mimi jana niliokuta ule mzigo umekuja kwenye kigogo liutia pamoja na barua ukaambatanisha dirhamu 1000. Yule bwana akasema, subhanallah, hii ni nia njema. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema kwamba yoyote yule ambaye atachukua mzigo, atachukua mali kwa mwenzake, akataka kuilipa ile mali kwa nia njema, basi Allah subhanahu wa ta'ala humsaidia mtu yule kulipa ile mali. Basi ni sawa sawa na hichi kisa. Ndugu zangu Waislamu, tuchukue ibra katika mazingatio, au tuchukue ibra katika kisa hichi pamoja na hadithi hizi, ziwe ni mafundisho pamoja na kujiandaa kulipa madeni, kujiandaa kuwasamehe wale watu ambao tuliwakopesha pia, au tuwasubirie mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakapowafanyia wepesi. Pia haya yote
yanatupasa tuwe tunaamiliana vizuri baina ya mkopeshaji na mkopeshwaji. Haya yote tunaomba wale wote ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyowapa mtihani wa madeni awafungulie, awape riziki za halali ili waweze kulipa madeni yale ambayo wanadaiwa, awajalie waondokane na matatizo ambayo walionayo, awafungulie katika riziki, awafungulie milango ya khairat, awasamehe makosa yao, na wale ambao wanawadai wenzao basi Allah subhanahu wa ta'ala awape moyo wa kuwasubiri wale ambao wanawadai, ili maisha yaendelee, ili tuwe kitu kimoja Uislamu, usifarikiane wala kuchukiana katika masuala ya deni au kudaiana. Wala hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutakutana katika kipindi kingine, japo tumechukua muda mrefu. Basi kwa haya machache tunaomba radhi insha Allah. Nadhani ujumbe umefika. Khairul kalam ma aqalla wa dalla, maneno mazuri ni yale maneno machache na yakaleta faida. Basi kwa hayo machache insha Allah, billahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.